عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوبا بأنه كان أوابا صبورا، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وأرسل محمدا شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، فصلوا عليه وعلى آله. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله. اللهم يا ربنا أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإحانة إلى الكرامة، ومن الذل إلى العز، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الإحسان، ومن أعمال الشر كله إلى الأعمال الخير كله. اللهم يا رب كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا مع رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إخوة الإيمان، baada ya kumhimidi na kurejesha shukrani za dhati kwake Al-Haq subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa ambayo kwamba ametujalia tukawa ni wenye kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile tukawa ni wenye kumtakia rahma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-iman, tuko katika mwezi ambao kwamba tazku nufusu min al-adha, mwezi ambao ndani yake pia nafsi hupata tazkia, nafsi hupata kutakasika kutokamana na udhia, nafsi hupata kutakasika kutokamana na maudhi, bitilawati al-Qur'an, kwa kusoma ndani yake mwezi kama huu Qur'ani kwa wingi, wad'awat, na watu kulinganiana, kutoana katika giza, kuletana katika mwangaza. Yote ni katika mambo yanayopatikana ndani ya mwezi kama huu. Ramadhanu madrasatul hidayati wal ula. Ramadhani, ikhwata al-iman, ndiyo madrasa ya uongofu. Ndiyo yule mmoja katika wanachuoni anatuambia, idha halatul hidayatu qalban نشبت للعبادات الأعضاء. إذا حلت الهداية قلبا، zama uongofu unapoteremka katika kifua cha mtu, namna ulivyokuwa na utamu uongofu unapoteremka katika kifua cha mtu, moyo kama ule, nashabat lilibadati al-a'dha'u, hupata kuwa na nguvu. Allah tabaraka wa taala huupatia nishati moyo kama ule katika ibada.
mtu aliyefanikiwa kupata uongofu huwa hana nguvu ya kufanya ibada, atafanya ibada mpaka katika muda ambao kwamba hakupanga kufanya ibada, lakini maadamu kiwiliwili chake kimepata uongofu atakuwa na nguvu katika kufanya ibada. Kisha ikhwata al-imani, hii ama huu mwezi wa Ramadhani kulliyatil adabi wat taati, ndiyo chuo kikuu. Mwezi wa Ramadhani kulliyatil adabi, ndiyo chuo kikuu cha kuzitengeneza adabu, chuo ambacho kwamba ndani yake watu hutengenezwa tabia, watu hutengenezwa maadili, watu hutengenezwa ni jinsi gani watakuwa na uwezo wa kutangamana wao kwa wao, na ni jinsi gani wataishi na watu ambao kwamba sio miongoni mwao. Kwa ajili hiyo tuingie katika moja katika milango ambayo kwamba sote miongoni mwetu ndio mlango ambao kwamba kila mwenye tamaa ya kupatana na Ramadhani huwa na tamaa ya kuufikia mlango kama huu. Nao sio mlango mwingine isipokuwa ni ule mlango ambao kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, man futiha lahu babul mas'ala futiha lahu babul ijaba, mwenye kufungua mlango wa kumuomba Allah tabaraka wa taala, basi futiha lahu babul ijaba, Allah tabaraka wa taala humfungulia mlango, hufunguliwa mlango mja kama ule katika kujibiwa yale ambayo kwamba ameyatanguliza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwata al-iman, tuko katika mwezi ambao kwamba tunaambiwa chochote kitakachofanyika katika mwezi kama huu hulipwa mara mbili. Yoyote atakayefanikiwa kupata kujibiwa zile haja zake kwa Allah tabaraka wa taala, na mmoja katika wanachuoni anatuambia katika kibarua kizito kwa mwanadamu ni imani, hakuna kitu kingine, kwa sababu mwanadamu anaweza kuwa mfanyaji mzuri wa ibada, akawa mcha Mungu mzuri, yani akawa mtu ambaye kwamba katika sura za watu anaonekana ni mcha Mungu, ni mfanyaji ibada, lakini katika nafsi yake hajaweka yakini ya kwamba yule anayemwabudu ndiyo anayeshikilia mambo yake yote. Ni wangapi na wangapi tunawaona wanakesha misikitini, lakini wanapofikwa na matatizo hukimbilia kwa waganga, kuonyesha ya kwamba yule wanayemwabudu hawajakuwa na imani thabiti ya kwamba huyu tunayemwabudu basi ndiyo aliyeshikilia mambo yetu yote. Kwa hiyo watu hukimbilia katika mwezi kama huu kumtafuta Allah tabaraka wa taala, wenye majambo yao, wenye kutaka istighfar, wenye kutaka kusamehewa, wenye kutaka kila mwenye haja yake anapodiriki kupata mwezi wa Ramadhani huutumia ili Allah tabaraka wa taala amuone na yeye angalau yale yake yapungue, au Ramadhani ikiondoka awe na yeye kitabu chake angalau amekutafuta yale madoa ama zile dosari ambazo kwamba zimeandikwa na malaika Rahman. Asema Allah tabaraka wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, kitirisheni katika kumuomba Mola wenu mchana na usiku. Kuna siri gani katika kukithirisha kumuomba Allah tabaraka wa taala? Sababu kawaida ya mwanadamu huwa na wasiwasi, huwa na shaka na kile anachokifanya. Mwanadamu huamini anachokiona kwa macho na kile anachokisikia katika masikio yake. Huamini kwa sauti anayoisikia na huamini kwa kile ambacho kwamba anakiona katika macho yake.
Sasa Allah tabaraka wa taala hakuishiria kutuambia ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, hakuishiria hapo. Allah tabaraka wa taala akaendelea akasema, Allah tabaraka wa taala akawa anatupa ahadi ambayo kwamba ni kamilan, ahadi iliyokamilika. Kawaida ya Allah tabaraka wa taala hajawahi kuwa na maneno ya kujirudi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anapozungumza jambo halijawa basi kuwa na uhakika litakuwa. Allah tabaraka wa taala hawezi kubahatisha katika mazungumzo yake akawa atazungumza urongo. Hiyo ni sifa ambayo kwamba ni muhali kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa hapa katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ahadi, anasema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia tumuombe na yeye Allah tabaraka wa ta'ala atatupa kila ambacho kwamba tunakitaka katika maisha yetu. Kwa nini Allah tabaraka wa ta'ala tutakapokuwa tumeenda kukusudia kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwa nini tuchukue mlango huu wa kukumbushana juu ya swala zima la kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala? Kwa sababu wako miongoni mwetu ambao kwamba wamediriki kuipata Ramadhani hali ya kuwa wana makosa na madhambi kibao. Mtu anafunga mwezi wa Ramadhani, lakini wallahi bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajijua katika nafsi yake. Anafunga, anaswali, anafanya kila ambacho kwamba anakifanya, lakini hajakuwa na uhakika wa kuwa ibada zake zitapokelewa kutokamana na uzito wa yale mambo ambayo kwamba amewahi kuyafanya nje ya mwezi wa Ramadhani. Anaona haya kufika msikitini kutokamana na yale makubwa na madogo ambayo kwamba ameyafanya. Anajiuliza, je, na mimi nitaweza kweli kunyanyua mikono kumuomba Allah tabaraka wa taala akanisikia? Kwa hali hii nina muda mrefu sijadiriki kuona msikiti, naingia msikitini Ramadhani mpaka Ramadhani. Je, na mimi Allah tabaraka wa taala kipindi hiki nikimwelekezea mambo yangu atanisikia? Allah tabaraka wa taala atanijibu? Majibu yanapatikana kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Allah hayyun, inna Allah karimun hayyun yastahi min an yarfa al-abdu yadayhi fayarudduhuma khaibain. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Allah tabaraka wa taala ni mkarimu katika mambo yake. Allah tabaraka wa taala anaona haya pale mwanadamu atakapoamua kukusudia kunyanyua mikono yake amwelekee Allah tabaraka wa taala, lakini Allah subhanahu wa taala asimsikize wala asimjibu kutokamana na yale ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Amemwelekea Allah tabaraka wa ta'ala katika mambo yake, ana shida zake, pamoja na yote yale ambayo kwamba ameyafanya, lakini akaacha watu wote wakuwa wataweza kumsaidia. Kimbilio lake la kwanza akawa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ni mkarimu na mwenye haya, hawezi kuona mwanadamu amenyanyua mikono anamuomba Allah, lakini yeye Allah tabaraka wa taala asimjibu. Ndio yule mmoja katika wanachuoni anatuambia, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yardabu hina tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yuhdaru.
asema la tas'alanna bunayya adama hajatan, isiwe ni kawaida ya mwanadamu kumwomba haja zake, kuelekeza haja zake kwa mwanadamu. Sema isiwe kawaida yako kuelekeza mambo yako kwa mwanadamu. Kile linalokupika basi wewe huoni kwamba Allah tabaraka wa taala ndio anaweza kukutatulia zile shida. Allah tabaraka wa taala ndio anaweza kukuweka katika nafasi bora zaidi. Isiwe ni kawaida yako kuamini kwamba msaada wako utatokana na watu. Kwa sababu gani? Wasalil ladhi abwabuhu la turjabu, muombe Allah ambaye kwamba milango yake muda wote iko wazi. Milango ya Allah tabaraka wa taala iko wazi kwa wacha Mungu. Milango ya Allah tabaraka wa taala iko wazi kwa wale wenye kumwasi. Milango ya Allah tabaraka wa taala iko wazi hata kwa wale ambao kwamba tulioambiwa katika Qur'ani ya kwamba wamefanya madhambi, wamefanya jambo ovu mno kiasi cha kuwa imefikiria hatua arshi ya Allah tabaraka wa taala inatetemeka. Mbingu na ardhi zinakaribia kupasuka. Kwa lengo gani? Kwa kukaa kikao na kumnadi Allah tabaraka wa taala kuwa na mtoto. Yatosha kuwa hili ni miongoni mwa madhambi makubwa. Yatosha kuwa jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanamkasirisha Allah tabaraka wa taala mno. Lakini bado watu kama hawa pia nao milango ya Allah tabaraka wa taala iko wazi kwa wao. Lau wataamua kurudi waseme sasa ni wakati wa kumtaka Allah tabaraka wa taala msamaha, huu ni wakati wa kuitumia fursa hii tuliyopatiwa ya Ramadhani, fursa ambayo sunna itakayofanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani huhesabika ni faradhi katika miezi mingine. Sasa mwanadamu kama huyu ambaye kwamba ameidiriki Ramadhani hali ya kuwa kitabu chake kimejaa madhambi, ameidiriki kuipata Ramadhani hali ya kuwa anajijua kuwa yeye hastahili kusongea hata karibu na kunyanyua mikono yake kumwomba Allah. Amejipima akajiona, madhambi yangu ni makubwa mno, sistahili atakuwa karibu na wale ambao kwamba wako karibu na Allah tabaraka wa taala. Anakwambia huyu mwanachuoni, wasalil ladhi abwabuhu la turjabu, muombe Allah ambaye kwamba milango yake iko wazi lailan wa nahara. Milango ya Allah tabaraka wa taala iko wazi usiku na mchana. Ndio maana akakuletea fursa mbalimbali, akakurahisishia mambo ili mradi ujirudi upate wepesi wa kuzipata rahma za Allah tabaraka wa taala. Kisha anaendelea katika maneno yake, anasema Allahu yughdhabu hina tarakta sualahu. Maajabu ya Allah tabaraka wa taala, Allah anakasirika mno pale anapoona amempa mwanadamu mitihani, amempa mwanadamu dhiki, amempa mwanadamu ya kumpa. Lakini mwanadamu kama huyu anaposhikwa na dhiki kama zile, hutafuta watu ambao kwamba tofauti na Allah tabaraka wa taala. Kwa ajili gani? Wawe wataweza kumtatulia matatizo aliyokuwa nayo, wawe wataweza kumwondolea zile shida ambazo kwamba atakuwa nazo. Maajabu ya Allah ni hayo. Allah tabaraka wa taala anakasirika mno pale mwanadamu anapoamua kumwomba kiumbe kwa ajili ya kuondoa matatizo yake. Kisha anasema wa bunayya adama hina yus'alu yughdhabu. Tofauti ya Allah na mwanadamu, tofauti ya Allah na viumbe. Mwanadamu anaona kero pale anapoombwa. Mwanadamu anasikia dhiki kila muda wewe unapomuomba, achilia mbali ya kwamba ni bure, ni msaada unataka kutoka kwake. Hata yule ambaye kwamba unamfanyia kazi, inapofika muda wa kukulipa huona kero. Na japo mbali na kuwa umemfaa yeye, ifike wakati na yeye sasa akufae wewe. Lakini wakati wa yeye kukufaa
huona tabu, mwanadamu huona tabu kuombwa, lakini Allah tabaraka wa taala husikia kero, hukasirika pale anapoona mwanadamu anapitia changamoto na bado harudi akawa ni mwenye kumtaka kumuomba Allah tabaraka wa taala amuondolee matatizo na dhiki kama zile. Hii ndiyo huruma ya Allah tabaraka wa taala, namna ilivyokuwa kubwa. Katika Tadbirul Ghafilin tunaelezewa kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Nabii Allah Musa alayhi salam, kama tunavyojua, yeye alikuwa Allah tabaraka wa taala kama anavyotuambia katika Qur'an, takallama Allah Musa taklima. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alimpatia katika miongoni mwa miujiza mikubwa aliyopatiwa Nabii Allah Musa alayhi salam, alipatiwa nafasi ya kwenda kuzungumza na Allah tabaraka wa taala. Kipindi kimoja akasikia Allah tabaraka wa taala anamuitikia dua mtu ambaye kwamba ni mlevi. Akastaajabu, akamwambia, huyu bwana katika mji kazi yake ni kukera watu kwa ulevi wake. Akipita mahala amelewa, watu wanasikia dhiki kutokamana na harufu kali anayoiacha pale mahali pindi anapopita, anawapa watu dhiki. Iweje leo akuombe na wewe umjibu? Sikiliza majibu ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala anamwambia Nabii Allah Musa alayhi salam, huyu mwanadamu ule muda aliyoamua kunyanyua mikono yake na kusema ya Rabbi, ilikuwa hakuna ya Rabbi mwingine isipokuwa mimi. Kwa hiyo hakuna atakayeweza kumtatulia matatizo yake mwanadamu kama huyu isipokuwa mimi. Hakuna ya Rabbi mwingine isipokuwa mimi, haja zake ni juu yangu mimi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa sifa zake kubwa Allah subhanahu wa taala ni kuwa Allah tabaraka wa taala, namna unavyomuendea ndivyo namna atakavyokupokea. Ukiwa una makosa, kama tunavyoambiwa ya kwamba uwe na madhambi utakavyokuwa nayo, yawe madhambi yale yatakuwa na ujazo wa kiasi cha kuijaza mbingu na ardhi, lakini dakika 30 za kukaa na kumrudi Allah subhanahu wa ta'ala, anakusafishia kitabu chako, madhambi yako yote yale yanafutwa, utakuwa ni mtu mwenye kuanza upya. Wakati Nabii Allah Musa alayhi salam akiwa katika mazozano, katika magomvi yake yeye na Karun siku moja aliamua kumtoa mwanamke ambaye kwamba alikuwa akisifika kwa sifa ya kujiuza mwili wake kwa ajili ya kupata riziki. Karun akamuita yule mwanamke akamwambia, mimi leo nitakupa ofa. Wewe umezoea mpaka uuze mwili wako ndio upate chochote kitu. Leo nitakupa pesa mimi bila ya kuuza mwili wako na nitakulipa, lakini nataka ufanye jambo moja. Wakati Nabii Musa ameketi na watu wake anawatolea darasa, nenda pale uwaambie kuwa jana Nabii Allah Musa alayhi salam aliniita kwa ajili ya kulala na mimi. Maadamu hii ni kazi yako, watu watakuamini na itakuwa huyu bwana tumefanikiwa katika kumchafulia jina. Mwanamke kama yule akakubali kutokamana na kuwa amewekewa pesa nyingi mbele yake. Akachukua pesa, akaachana na mambo ya ubinadamu na utu, akachukua pesa kwa sababu yeye alikuwa anazihitajia zile pesa. Ilipofika siku Nabii Allah Musa alayhi salam ameketi na watu wake anawatolea darasa, mwanamke akafika pale mahala akawa anataka kusema yale maneno aliyofundishwa na Karun. Angalia maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mwanamke baada ya kumtazama Nabii Allah Musa alayhi salam, ile sura ya utume, sura ya huruma, sura iliyojaa unyenyekevu na sura ambayo kwamba katika mitume ambayo kwamba walikuwa wakiogopa
Mmoja wao ni Nabii Allah Musa alayhi salam. Nabii Allah Musa alayhi salam, ikiwa wewe ni mtu wa matatizo, ni mtu ambaye kwamba haujakaa katika mstari ulionyooka, ukimwangalia sura yake tayari inaanza kukuogopesha, kwa sababu alikuwa kiumbe ambaye kwamba hatabiriki. Muda wote yeye vurugu zimekaa katika mikono yake, na utakavyokuja ndivyo atakavyokupokea. Sasa yule mwanamke baada ya kutazama uso wa Nabii Allah Musa alayhi salam akaogopa, akawaambia watu ya kwamba yeye aliniita akanambia nije nitangaze leo kwamba Nabii Musa alitaka kulala na mimi usiku wa jana. Yule mwanamke akawa anarejelea yale maneno, akirejelea namna zilivyompanda hasira Nabii Allah Musa alayhi salam wakati wa kukutana na Karun. Akaiambia ardhi ipasuke immeze Karun, namna alivyokuwa na hasira Nabii Allah Musa alayhi salam. Baada ya Karun kumezwa na ardhi, Allah tabaraka wa taala, angalia maajabu na huruma iliyokuwa kubwa ya Allah tabaraka wa taala kwa viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Allah Musa alayhi salam, mimi nilikuwa na uwezo kipindi kile kumuokoa Karun kutokamana na dua yako. Lau kama Karun angelinyanyua mikono akasema ya Rabbi, akajua kuwa mimi Mola wake naweza nikamtoa katika dhiki kama ile, basi ningelibadilisha dua yako nikamuokoa Karun kutokamana na adhabu uliyompatia. Angalia, aliyetaka kudhalilishwa pale ni mtume wa Allah, iliyotaka kudhoofishwa pale ni dini ya al-haq subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na kuwa ni dini ilikuwa inataka kuchafuliwa, pamoja na kuwa ni mtume wa Allah alitaka kuharibiwa sifa, lakini bado Allah akasema kwamba lau Karun ardhi ilipokuwa inammeza, lau angenyanyua mikono akasema ya Rabbi, akarudi kwa Allah, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Allah Musa alayhi salam, mimi ningelimtolea Karun adhabu kama ile. Hapa tunapata kuona namna Allah subhanahu wa ta'ala huruma yake ilivyokuwa haina mipaka kwa viumbe wake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa analingania watu katika mji wa Makka, watu wamefikia hatua wanaleta maswali kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanamwambia Mtume, sisi tulizoea wakati tunataka mvua pale katika Al-Kaaba kuna Mungu wa mvua, Al-Kaaba kuna Mungu wa jua, katika Al-Kaaba kuna Mungu wa riziki, kuna Mungu wa kuomba watoto. Leo hii wewe unakuja kutueleza habari za Mungu mmoja. Je, huyo Mola wako ana uwezo wa kututimizia haya yetu yote ambayo kwamba tuko nayo? Sikiliza majibu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamwambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ajibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Wa idha sa'alaka ibadi anni qarib, anamwambia watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qarib, mimi niko karibu yao zaidi. Mmoja katika wanachuoni akaongezea akasema, min hablil warid, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko karibu zaidi ya mwanadamu kuliko ule mshipa wake wa pumzi, namna ulivyokuwa karibu na mauti. Namna pumzi na mauti namna mauti yalivyokuwa karibu zaidi na mwanadamu, basi Allah tabaraka wa taala yuko karibu zaidi kushinda namna ambavyo kwamba mwanadamu anazitumia pumzi zake na mauti ulivyokuwa karibu na mwanadamu. Waniombe mimi kwa sababu gani? Ajibu da'wata da'i idha da'ani, najibu dua ya mja pale anaponiomba. Mwanadamu anapokusudia kumuomba Allah tabaraka wa taala, haki ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala
humjibu yale maombi yake. Kwa sababu gani? Kama tukirudi katika kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam na habari yake ya yule mlevi, Allah tabaraka wa taala alimwambia, maadamu huyu kiumbe ameamua kusema ya kwamba ya Rabbi, hakuna ya Rabbi mwingine isipokuwa ni mimi, kwa hiyo ni wajibu wangu mimi kama Mola wake kumjibu na kumsikiliza maombi yake. Kwa hiyo ikhwata al-iman, kila mmoja ambaye kwamba amejaliwa kudiriki kupata mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba Ramadhanu madrasatul hidayati wal ula, mwezi ambao kwamba ndiyo madarasa ya uongofu, ndiyo madarasa ya kuzitengeneza tabia, ndiyo madarasa ya kutuweka, ndiyo madarasa ambayo kwamba itatutengeneza sisi tupate kuwa na sifa za kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tupatilize muda huu, tupatilize mwezi huu, ili na sisi tutakaponyanyua mikono kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala tuwe na uhakika kama Allah atatusikia katika miezi mingine, basi katika mwezi kama huu Allah tabaraka wa ta'ala atatusikia zaidi. Tukimalizia na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatuambia thalathu da'awatin la turaddu, dua za watu watatu hazirejeshwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watatu watakapoamua kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala, basi maombi yao hayarudi. Ni watu gani hawa ambao kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewazungumzia? Anasema da'awatul imam al-adil, maombi ya imamu mwadilifu. Kiongozi yoyote katika nyumba, katika mtaa, katika nchi, katika serikali, kila mahala ambapo kwamba wewe utakuwa ni kiongozi, ukiamua kufanya uadilifu katika unaoongoza, ukiamua kufanya haki katika unavyoviongoza, basi wewe ni miongoni mwa watu ambao kwamba wakinyanyua mikono kumwomba Allah tabaraka wa taala, dua zao, haja zao, majambo yao Allah tabaraka wa taala atawatimizia. Kisha mtu wa pili ambaye kwamba akimwomba Allah tabaraka wa taala anamsikia, wa da'watu saimi hatta yuftira, na dua ya mtu ambaye kwamba amefunga lillahi. Tunaambiwa ya kwamba mwanadamu anapofunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, siku moja peke yake ukifunga kwa ajili ya Allah, unawekwa mbali na moto wa Jahannam kwa mwendo wa masafa wa miaka 70,000. Siku moja ukifunga mwendo wa miaka 70,000 unaachwa mbali na moto wa Jahannam. Je, vipi wewe ambaye kwamba umefunga siku moja kwa ajili ya Allah, ukachanganya mule na kumwomba Allah tabaraka wa taala istighfar, ukaleta istighfar, ukamwomba Allah tabaraka wa taala haja zako, ukajitenga mbali na yale ambayo kwamba anamchukiza Allah subhanahu wa taala, vipi dua yako itakuwa ni yenye kujibiwa kwa haraka zaidi? Ikhwata al-iman, mtu wa tatu ambaye kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema dua yake akiomba hairejeshwi, wa da'watul madhlum, na dua ya mwenye kudhulumiwa. Mtu ambaye kwamba amedhulumiwa, hata kama Allah tabaraka wa taala anasema kuwa kisasi ni haki, lakini usiwe na kawaida ya kulipiza kila mashambulizi yanayokuja kwako. Mashambulizi mengine yawache Allah tabaraka wa taala kupigania, kusimamie katika majambo kama yale, kwa sababu sio kila jambo ni la kila mtu. Yule amekudhuru kwa namna hii, utapata wewe kumdhuru kwa namna nyingine, lakini ukastaajabu ya kwamba mwenzako alikuwa amekudhuru lakini amejipanga, anakusubiri urejeshe, ndio mambo yaone magumu zaidi ya mwanzo. Ndio maana nasema mtu ambaye kwamba amedhulumiwa, akikaa akapiga goti
akamwelekea Allah tabaraka wa taala, ya Rabbi, viumbe wako wamenidhulumu kadha wa kadha wa kadha, basi Allah tabaraka wa taala humsikia mja kama yule, humuondoshea mazito ambayo kwamba ako nayo, yale ambayo kwamba amedhulumiwa nayo. Kwa hiyo mtu ambaye kwamba atatengeneza uadilifu katika anaoongoza, mtu ambaye kwamba amefunga kipindi chote mchana wote akiomba dua inajibiwa, na mtu ambaye kwamba amedhulumiwa. Kwa hiyo ikhwatal iman, sote hapa ni watu ambao kwamba kila kukicha tunamkosea Allah tabaraka wa taala. Tuwe na matumaini, tusiwe na shaka ya kwamba tumeidiriki kuipata Ramadhani hali ya kuwa tuna madhambi. Huu ndio wakati wa kusafisha madhambi yetu. Tumeidiriki Ramadhani, tusiwe na wasiwasi wa kuwa tuna sujudu lau. Swala zetu, saumu zetu zitapokelewa kutokamana na mambo mazito ambayo kwamba tumeyafanya katika kumuudhi Allah tabaraka wa taala. Tuutumie mwezi huu kwa ajili ya kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kama namna Allah tabaraka wa ta'ala anavyotuambia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kimbilieni kutafuta msamaha, kutafuta maghfira ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu utakapopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi malipo yake ni pepo ambayo kwamba upana wake ni sawasawa na upana wa mbingu na ardhi. Watal iman, kwa haya machache, wama alaina illa albalaghu almubin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ya rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya rabbana atmim lana nurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana la taj'alna min masjidina hadha dhanban illa ghafarta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا يسيرا إلا يسرته يا رب العالمين. اللهم يا ربنا جبلنا بالعافية والسلامة، واحفظنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج علينا وعلى كافة المسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.